Taswira 2, sehemu ya kwanza. Kijiji cha Dumas kipo magharibi mwa Afrika, kikiwa kimezungukwa na msitu mnene wenye miti mirefu na sauti za ndege wa ajabu. Nyumba zake ndogo zimejengwa kwa udongo mwekundu na mapaa ya nyasi, zikionekana za kale kana kwamba zimebeba siri zisizoelezeka. Wanawake wa kijiji huamka mapema kila alfajiri, wakiimba nyimbo za jadi huku wakichota maji kwenye mito, na watoto hucheza kwa furaha kwenye mchanga, wakipiga kelele zisizoisha. Lakini kijiji hiki hakina utulivu kamili. Kuna hofu ya ndani, hofu ambayo wakazi wake hawawezi kuisema waziwazi. Miongoni mwa watu wa kijiji, yupo mwanamke anayeitwa Amina. Hata watoto wadogo humjua kwa jina hilo, ingawa mara nyingi wanamuita majina ya dhihaka: bubu, maskini, mchafu. Amina hutembea taratibu barabarani, akiwa amebeba bakuli la udongo mikononi. Anaomba chakula na maji, na mara nyingi hukaa kivulini akionekana dhaifu, kana kwamba hana nguvu hata ya kusimama. Kwa macho ya wanakijiji, yeye ni mtu wa kuhurumiwa. Wengine humcheka, wengine humfukuza kwa mawe madogo, lakini kuna wachache wanaona huruma na kumpa chakula kidogo. Hakuna anayejua alipoteza wapi familia yake. Hakuna anayejua alipotoka. Na hakuna anayejua kwa nini macho yake ya kina siku zote huonekana mazito, kana kwamba yanabeba siri kubwa. Siku moja jioni, Kofi, kijana mdogo mwenye moyo wa huruma, anamkuta Amina akilia kimya kivulini karibu na mti wa miba. Machozi yake yalikuwa yakitiririka kimya, lakini sauti haikutoka. Kofi alihisi moyoni mwake kitu kisicho cha kawaida. Kwa haraka akamletea kipande cha muhogo alichohifadhi. Amina alipoinua kichwa na kumtazama, alitoa tabasamu dhaifu. Lakini kwa sekunde moja tu, macho yake yalitoa mwanga hafifu mwekundu, kama makaa yanayowaka gizani. Kofi alishtuka, moyo wake ukapiga haraka, lakini alijituliza akidhani labda ilikuwa jua lililoreflect machoni. Alirudi kijijini akiwa na wasiwasi. Wakati huo huo, wazee wa kijiji walikuwa wamekaa kwenye baraza la kijiji, wakizungumza kwa sauti za chini. Kulikuwa na visa vingi vya watoto waliopotea miaka iliyopita, wengine wakipatikana wakiwa wamekufa msituni bila alama za mwili, wengine wakitoweka kabisa bila hata dalili. Wanakijiji wengi waliamini ni kazi ya mizimu ya msitu wa Ntumba, msitu uliokuwa ukihofiwa kwa karne nyingi. Lakini hakuna aliyewahi kufikiria kwamba hatari hiyo iko karibu nao kila siku. Amina aliendelea kuishi kati yao, akionekana dhaifu, akionekana bubu na hana msaada wowote. Wakati wa jioni, jua lilipoanza kuzama na anga likabadilika kuwa la njano, Amina alitoweka kimya kutoka kijiji. Hatua zake sasa zilikuwa tofauti, si za mnyonge tena. Alitembea kwa nguvu, mwili wake ukiwa wima, shingo yake ikiwa imepambwa kwa shanga za kijani na nyeusi zilizong'aa kwa mwanga wa mwezi. Mikono yake ilikuwa imechorwa alama za ajabu kwa rangi nyeusi, zikionekana kama maandiko ya mizimu. Amina alipanda mlima mdogo ulioko nyuma ya kijiji, mahali ambapo watu wachache tu walikuwa na ujasiri wa kufika. Kilele cha mlima kilikuwa kimya, ila hewa yake ilikuwa nzito, kana kwamba anga zima lilikuwa limejaa macho yasiyoonekana yakimtazama. Kule juu, moto ulionekeza ukiwaka bila ya mtu kuuwasha. Amina alianza kuimba nyimbo za ajabu kwa lugha ya kale, sauti yake ikiwa nzito na yenye nguvu. Kundi la paka weusi walitokea gizani, wakamzunguka, wakitoa milio ya ajabu. Upepo mkali ulivuma, na giza lilishuka haraka kuliko kawaida. Mchanganyiko wa sauti za upepo na vicheko vya mizimu ndo zilisikika. Lakini kilichotisha zaidi, ilikuwa sauti ya watoto wakilia, ikitokea katikati ya moto huo wa wachawi. Kulipopambazuka alfajiri, kijiji kilijaa vilio. Mtoto mdogo wa mama mmoja aliyeitwa Ama alikuwa ametoweka usiku huo. Hakuna alipoonekana, hakuna alichosikia kilichotokea. Wanakijiji walijikusanya, wakilia, wakihisi huzuni kubwa. Wengi walilipeleka kosa kwa mizimu ya msitu. Walipiga ramli, waliongea kwa hofu, lakini hakuna aliyejua ukweli. Lakini wakati jua lilipoanza kuchomoza, Amina alikuwa akirudi kijijini polepole, akiwa tena yule bubu mnyonge, ombaomba mpole, akiwa ameshika bakuli lake la udongo kana kwamba hakuna kitu kilichotokea usiku. Tabasamu dhaifu lilionekana usoni mwake, na macho yake yakawa mazito tena, kama hayana siri yoyote. Lakini je, Amina wa mchana, yule bubu mnyonge, na Amina wa usiku, mwenye nguvu za giza, kweli ni yule mtu mmoja, au kuna kitu kingine kiko nyuma ya pazia?
Usikose kugundua ukweli wa kijiji cha Dumasi, macho mekundu yanayomfunika Amina, na siri ambazo hazijawahi kuonekana. Subscribe sasa kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na sehemu ya pili, taswira mbili, ambapo uchawi na upole huonekana kwa taswira mbili tofauti zinazojitokeza usiku na mchana.